Tuanze ngoma hii hapa kwa sababu ni hadithi ya kweli. Ninapokuambia ni hadithi ya kweli basi ni mambo yaleza kujitokeza. Leo tunakwenda kutazama live. Ni mambo ya kipindi hicho na tunaanzia hapa katika eneo. Kuna mwanajeshi mmoja anaonekana. Ilikuwa ni Agosti 13 mwaka 1937. Ulikuwa ni uvamizi wa vita ndani ya Shanghai, Japani, ambaye aliweza kuvamia Shanghai, sehemu wanaweza kuita Baoshan Court, ambaye ni the Great Eastern Gate of Shanghai. Agosti 31, Yao Zinkini ambaye alikuwa ni Colonel Lieutenant Thiria Balutation, ndio namba yake, alitumwa na serikali yake kuhakikisha kwamba anakwenda kudhibiti majeshi ya Kijapani ambaye tayari alishaweza kuivamia Shanghai, hasa katika eneo kubwa ambalo wanalita Baoshan. Majeshi mengi ya Japani yalikuwa kiweza kupiga Baoshan. Baoshan ni eneo ambalo ni kubwa sana. Na wanakuambia katika vita ambao viliweza kudumu kwa muda mrefu ama kupigwa kipindi kirefu, basi ni vita vya Mchina na Mjapani. Hiyo ni hadithi ya kweli kabisa na sasa tunakwenda kuitazama. Hii hapa ndo court ya Baoshan. Na vita hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo toka mnamo mwaka 1937 Agosti 13, Wajapani walipambana, Wachina walipambana lakini walifeli. Tarehe 31 Agosti ilibidi kuweza kumteua kijana ambao waliamini ni shupavu na udari. Huyu ni Colonel Lieutenant, unaweza kumuita bwana Yao. Kwa hiyo alitia timu hapa na timu yake kwa sababu kuweza kudhibiti Wajapani ambao tayari kwa kiasi kikubwa katika Eastern Gate of Shanghai, ambao wanaliita Great Eastern Gate of Shanghai, ambao lipo kwa maeneo ya Baoshan. Mambo yalikuwa namna hii. Wao vijana wakawa wanajipanga kujua maadui wamekaa vipi na jinsi gani ya kuweza kuwadhibiti. Ila Wajapani walikuwa ni wengi kwa sababu zana walizoweza kuja nazo zilikuwa ni za kutosha sana kuivamia Shanghai. Kwa hiyo Baoshan wangeweza kuikamata, wangekuwa wamekamata sehemu kubwa sana. Na hapa ndipo pale panapoweza kupatikana ule ukuta mkubwa ambao unauonaga China. Hata katika picha wanaweza kuita Karate Kid ambaye ameweza kucheza Jaden Smith na Jack Chan. Ule ukuta kwa sasa ni maarufu sana na umekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa China. Ndio huko maeneo ya Baoshan. Ndio ukuta mkuu ambao sasa ndio geti la pekee ambalo ni kuu. Unapoweza kupita hapo, kutoka hapo ni kwamba unaingia moja kwa moja Shanghai. Charge! Mambo yakawa ni mazito. Hii hapa nakwambia ni siku ya kwanza, The Defenders. Ndivyo picha wanavyoweza kuita. Yaani siku ya kwanza, The Defenders. Nona walinzi walipiga kuweza kuvunja ile geti na kuweza kuzama ndani. Wajapani hawakutaka mchezo kwa sababu walikuwa wameweza kujipanga, wako wengi vibaya mno. Na hapa Mchina alikuwa na wakati mgumu. Sasa hii vita ilipigwa siku ngapi? Lakini nimekwambia ni vita ambayo iliweza kupigwa kwa miaka mingi na ni vita ambayo iliweza kupigwa kwa muda mrefu sana duniani kuliko vita yote ya Mchina na Mjapani. Kwa hiyo sio kaweza kuangalia hizi picha tu kaona mbona kila siku tu ni mambo yalishatokeaga kweli. Sasa hapa tunamzungumzia mtu anaweza kumuita Yao, moja kati ya mashujaa wakubwa sana ambao China leo wanakumbukwa, waliweza kupambana vita kwa ajili ya kuweza kutetea ardhi ya nchi yao. Huyu Yao ni mmoja wapo kati ya mashujaa 300. Yeye ni mmoja wapo. Alifanya yapi mpaka kayo katika hiyo rekodi? Wacha tuone. Turudi nyuma, tumezidiwa. Baba, watu wako na bereta. Chuma inakuja ni ya moto. Chini. Sai. Hapo ndo kazi. Wanazidi kuongezeka. Yaani wamemwagwa kama nyuki. Sapoti kwa Mchina ndani ya Baoshan inaonekana ni ndogo. Yuko mtaalamu anaweza kuongoza kikosi hapa. Wanamuita Leader Cheng. Anapenda sana utani lakini sio mwoga wa vita. Vipi Lieutenant Colonel, uko salama? Piga na wewe jamaa wanakuja. Yaani chuma zinalia, kombora zinaanguka pembeni mpaka usikii vizuri. Kucheki ngoma imeisha. Mwenzake anatapatapa. Leader Cheng yuko pale. Ndio muongozaji wa hichi kikosi. Anakoki kuweka nyingine, kashekwa target. Risasi inakuja. Alikula kichwa Mjapani. Kumbe wezi amini, backup inakuja pale pale. Anatimba kamanda mwenyewe. Huyo ndio anaweza kumuita Yao Zinkini. Ndio anatimba kuweza kutoa support kwa vijana wake. Huyo ni Colonel Lieutenant. Ni mzee wa mahesabu ya vita
kuna cheli yake. Kwanza nyimbo ya taifa, tarumbeta kubwa, morali ya kazi, kuwapiga kuweza kuwakimbiza kabisa wa manyeng'ao. Walipenda wa Japani waliweza kuingia ndani ile geti. Mbona walitoka? Tupa kombora za kutosha kwa kisha wanawafanya wanarudi. Lieutenant Kreno, unaniona mimi? Anamuulizia rafiki yake. Hase, angalia msaada umekuja. Dacheng, baki na mimi. Lakini dogo alipoteza maisha. Kombora za kufa mtu. Kitu waliofanya wa Japani inatisha. Huu ulikuwa ni uvamizi ambao wa China hawakutegemea na hata kujipanga vya kutosha. Yao ndio huyo hapa. Hii wanaita defenders, walinzi. Chana hizo defender unazoweza kuzijua za kina jeti, za kina nani? No, hii ni defenders mpya. Hivi nyie mnatembeaga, mnakimbia au mnatambaa? Ishaweza kuambia matatizo hapa hayawahusu. Wembwa, usijue ukajua kwamba sintokupiga risasi. Jua mtu gani unaweza kuzungumza naye hapa. Kwa mpole. Usione vita hivi umeweza kushinda bwana mdogo. Fikiria watu wangapi nyuma yako waliweza kutandikwa risasi na wana majeraha. Je, utaweza kushinda vipi vita ikiwa wao katika hali kama hii? Sasa alokuja ni mkubwa wake na ni partner yake pia anamjua, sababu wote wamejifunza katika chuo wanakiita Wampo. Wamejifunza jeshi huko. Li Dancheng. Sasa kuanzia sasa hivi na kuamuru, kuanzia sasa tukiwa ndani ya Baoshan, nataka kusanya vijana wote waliweza kupata majeraha na wale walikuwa himara basi waweze kujiunga na kikosi. Lakini wote walikuwa na majeraha watolewe hapo Baoshan kupelekwa kwenda kufanywa matibabu. Walikuwa imara wataendelea kuweza kulinda koti ya Baoshan. Hiyo ni amri iliweza kutolewa na mkubwa wake Li Dacheng. Ilibidi kuweza kutii kwa sababu hakuna kingine. Yao ameshaweza kufika. Lieutenant Kreno wanaweza kumuita Yao Zinningi, yani Zinkwini. Kuna chali mdogo anaonekana hapa. Ni kipindi cha vita, lakini bado pia kuna raia wanaweza kuishi kwa sababu wanapenda taifa lao. Na huyu bwana mdogo anapenda sana masuala ya vita, anapenda sana masuala ya jeshi. Ila ndio hivyo, anatamani kuweza kuwa mpiganaji wa taifa kama walivyokuwa wanajeshi wengine, kumpiga Mjapani. Hakuna mtu anampenda. Mpango kwanza Mjapani ukafeli kuweza kuikamata Baoshan. Kabidi kuweza kurudi na kuweka kambi. Bwana mkubwa aliweza kuletewa taarifa juu ya kiongozi ambaye anatokea ndani ya Wampo Academy Military. Wanaweza kumuita bwana Yao. Ndio kiongozi mkubwa wa jeshi la China likopo ndani ya Baoshan. Alichoweza kumwambia kijana wake ni jambo moja. Nataka watu wao waweze kudhibitiwa na kuweza kuondolewa kabisa. Baoshan lazima tuweze kuichukua. Yaani Baoshan ina eneo kubwa sana. Basi marafiki wawili walikuwa kiweza kucheza zao draft. Cheza basi, fanya haraka haraka. Songa mama. Unapoteza muda nini? Nawaza sana. Ni shala 10 年. Unajua nacheza kwa ubora sana nikiwa na wewe, lakini kila mara najikuta na feli. Hai show lanki. Ni lazima uweze kujifunza zaidi. Wewe unacheka cheka nini? Mawa. Meo. Unaona yuko sahihi, anaweza kusema kambia hapana. Baba akapitiwa na usingizi. Sasa unashangaa nini? Acha upuuzi, mpepee bosi. Unaje kuweza kumwamsha? Sio amke hapa tena mtandike lingine, itakuwa ni aibu. Mamba akachukua cha kwake akaamua kusepa. Dogo kazi ya kuweza kumpepea mkubwa wake. Lakini wakati huo jamaa amelala, kuna mambo anakumbuka kuhusiana na mpenzi wake Suzeng. Anasema kazi yangu ni kuweza kupambana na kuweza kuua maadui. Nafanya kazi ya kuweza kutetea ardhi yangu. Kama nitaweza kuishi katika hii vita itakuwa ni miujiza, lakini kama jambo lote likiweza kutokea juu ya kifo changu sije ukaweza kujutia. Lelea watoto wangu na weke heshima kwa wazazi wangu. Hayo ni maneno ya mwisho aliweza kuacha kwa mkewe ambaye inaonekana na watoto naye wawili. Siku ya pili, the defenders. Mjapani anazidi kuongeza kasi.
Na hili bwana mkubwa aliona kupitia binocular. Hapa walijua 死局啊， sisi ni watu tuliweza kufungwa katika kifo. 死局死局， Hakika ni kweli tumefungwa katika kifo. Sio namna hiyo. Nashindwa kuweza kuelewa. Una maana gani kuongea pointi kama hiyo? 走错一步， Sisi wote tunaishi. Lakini ukikosea tutakuwa tumekufa. 法不一， Lakini tulipigana na wale Warlord tukashinda. Ila vita vya sasa hivi ni tofauti kwa sababu 我军 Wajapani wanakuja na ndege za kivita, meli za kivita, pamoja na wanajeshi, pamoja na tank. Ila wao wametokea ndani ya Whampoa Academy Military. Je, kuna chochote tunachoweza kuogopa? Unaogopa kufa? Kaambia hapana ndugu yangu. Mimi siwezi kuogopa kufa na siwezi kuwa mwoga kamwe. Basi ikiwa umeweza kuelewa, 作战了。 katika hivi vita tutapigana bega kwa bega. Dogo analeta taarifa mara ni msoma ramani. Hey, kule. Nini? Vipi? Wajapani wamekuja tena? Kamateni bunduki zenu. Sio Wajapani nyinyi. Kuna mabinti hao inaonekana ni madokta. Na wamekuja hapo kwa sababu kuweza kutibu wanajeshi. Mabinti wadogo sana. Leader Cheng alivutiwa sana na mtoto wake ni mzuri kinyama. Sasa wamekuja kufanya nini hapa? Wewe jifanye unaumwa. Jifanye unaumwa njoo hapa. Wewe unafanya nini? Sasa inakuwaje mnampita mgonjwa yuko hapa? Usiende. Baba unanifanyia nini? Tulia kausha na wewe. Wewe jidai unaumwa. Binti akajua huu ni mtego tu. Sasa hivi amekuwa salama. Nyewe mabinti wa chuo. Mnafanya nini hapa? Wewe ni mbwa na wala mnacheka nini? Yaani mnashindwa kuweza kuact mkafanya kitu ambacho ni bora. Kila wakati mnakosea tu. Sehemu yenyewe ndio hii hapa mabinti waliweza kuletwa. Yaani bandage inabalishwa kila siku. Shuka hapo zimebali mpaka rangi. Zile nyeupe zote zimekuwa nyekundu. Unafua lakini rangi haitoki kwa sababu damu inamwagika kila siku. Alipokuja hapo akajitambulisha. Dewa. Nipatie gauze. Binti kwa wengi akaangusha. 掉地上了怎么样？ Imeangukaje hapo chini? 喂，来干嘛？ 护士， Ina maana kwamba wewe ni mzuri pasipo kitu eh? Hey, nesi samani, vipi? Panauma hapa. Binti kabidi kuweza kuanza kazi yake, lakini bibia ikawauliza, "Je, 穿着 hapa hampo classroom? Mko katika front line. Hamwezi kufanya kazi na hayo mavazi? Na hakikisheni mikono yenu inakuwepo safi kabla ya kuweza kumgusa mtu katika jeraha ama kuweza kumtibu." 消炎药， Alikuwa na masharti magumu. 以后用什么拿 Kila kitu anaagiza kibabe. 缺，得省着用。 Lakini ndio mara kwanza wanaingia katika front line na kuanza kutibu wanajeshi ambao wanakuwa kiweza kupata majeraha. Jamaa walikaa chini na kuweza kupeana ushauri. Kwa sababu 炮弹 hawako mbali na sisi. Wako mita zaidi ya 120. 100多， Silaha tulizokuwa nazo, bunduki, machine gun, idadi zote zikawa zimeweza kutolewa. Na wanajeshi tuliokuwa nao pia. 要的 Idadi yao pia ikawa imeweza kutolewa. 有 Lakini Takashi kumbukeni ni mtu ambaye ana wanajeshi zaidi ya 2000. Yaani mara mbili yetu sisi. Na pia ana tanki, ana ndege za kivita. Lakini pia Hangui River, eneo lote hilo ameshaweza kuweka mameli makubwa ya kivita. Lakini haijalishi nini kitakachoweza kutokea. 像 Upande wa kusini mwa Baoshani tutajua jinsi gani kuweza kufesi ile. Lakini lazima tuweze kugawanyika katika makundi kadhaa jinsi ya kuweza kuwadhibiti watu wao. Kama kuna mtu ana swali lolote azungumze sasa, kwa sababu tunakwenda katika mpango wa kuweza kumsubiria adui. 既以市南北外围巩固，应加强防御工事，用城墙做屏障，集中精锐火力固守城防，可使日军南越保山半岛。 Alichoweza kuambia ni kitu kimoja. Hatupaswi kuweza kuwashambulia wakati wanakuja. Tuwasubirie mpaka atakapoweza kusogea kama nchi moja. Wakati huo tutakuwa tumeweza kupanga vijana wengine nje kwa sababu ya kuweza kuwapokea kwa surprise. Na hapo nyinyi wa mbele mlikopo ndani ya Baoshan katika ukuta mkubwa. Ndiyo mtaanza kuweza kutoa support ili tuweze kuwapiga katika pande zote. General anaambia Kiyoshi nikiweza kuangalia pale juu wapumbavu wako wengi sana, lakini naamini mpaka kesho bendera yetu itaweza kusimama pale juu. Ndani ya Baoshan Court, yani bendera yao inatakiwa iweze kusimama pale juu. Fanya uwezavyo. Bendera ya Mjapani lazima isimame pale. Kaambia mheshimiwa kuna shida. Tahakisha kwamba bendera yetu inapaa pale. Baoshan Court. Geti kubwa kabisa. Geti kuu. Ukuta mzito.
有师傅。 Kivuka hapo unaitafuta Shanghai. Baushani ni kubwa sana. Na wapige wagaragaza. Ni kuhakikisha kwamba wanaidhibiti Baushani. Sababu kama akiingia Baushani kwa Shanghai kule itakuwa ni matatizo mengine. Lazima wakubali kwamba tayari wapo chini ya utawala wa Mjapani. Kazi iko hapa. Basi jamaa akatoa maelezo. Geti la kaskazini, la kusini, maeneo yote haya waweke magunia ya mchanga kwa sababu ya kuweza kujilinda kwa risasi. Na hii itakuwa ni faida kwetu. Silaha ziweze kuwekwa kila mahali, kila pembe ya kuta ambapo kila mtu atasimama kuwe na silaha. Kumbukeni tunapigana na hii ni kazi yetu, hatupaswi kuogopa chochote kama wanajeshi. Kufa kwa ajili ya ardhi ndani ya vita hivi vinavyoweza kuendelea Shanghai ni jukumu letu, kufa kwa ajili ya ardhi yetu. Na isitokee kukawa kuna AWOL, yani absent without leave, kuondoka kambini bila taarifa. Tapambana vita mpaka mwisho. Kwa hiyo eneo la West City ni sehemu pa kuweza kuzungukwa, na pia kuna second floor ambayo sehemu hiyo kuna majirani kadhaa, tutaweza kutega watu pia. Lakini kikosi chetu kimeweza kujiandaa kwa ajili ya kuweza kudhibiti watu hao. Kwani usiweze kunipatia hiyo kazi mimi? Nishakwambia nafasi yetu ya mwisho kuweza kujilinda ni hii. Bila plani hii hatuwezi kuwakimbiza watu hao. Anasema nikiwa kama Li Dangcheng, nitakisha ndugu zangu waliweza kufia katika vita na kwenda kulipa. Akaambiwa inabidi ufuate amri, si kutii ama kuongea kauli yako wewe. Sawa mkuu. Sitaki kuweza kupinga. Unakwenda na mpango, si kutaka kuweza kutumia njia yako. Kwa hiyo akakubali. Binti alikuja zake huku. Kumbe hapa anaishi kuna babake yuko hapa. Wanamuita Sun Jun. Wewe kwa nini uko hapa? Nahitaji penicillin. Penicillin? Hebu niambie. Ina maana kwamba umerudi tena? Ya, sasa hivi niko ndani ya battlefield kwa sababu ya service. Hili ni tatizo. Mimi babako nakuomba mara ngapi uachane na hili jambo? Nimekuambia ni bora tu urudi Shanghai, sio kuwa hapa. Unanipa unipi? Okay, poa. Kuna nini? Kama utaki kunipa nitakwenda kuchukua mwenyewe. Penicillin. Dogo kaona ndege juu ananiambia pipi piu 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 nitakuua. Hili hapa ni eneo la tatu ambalo wao wanapaswa kuweza kujiandaa kwa ajili ya vita. Vipi kuhusiana ujamaa unaweza kumuita yao? Maana amekuwa ni kuweza kuzungumza na jamii sana. Inasemekana kwamba ameweza kutokea ndani ya Wampo Academy huko. Sasa jamaa kwa kio zake hapa, mwenzake akamwambia njoo basi hata uweze kunisaidia. Maana umekaa tu unavuta sigara. Njoo upige chepe kadhaa. Li Dangcheng akaona poa, kuna shida. Kaweka shati pembeni. Jamaa anaanza kumtania. Lianzang. Captain. Nakwambia una kifua kikubwa kuliko hata cha mwanamke. Hivyo umeshaonaga kifua cha mwanamke? Mimi hapana. Ni adimu sana. Kaambia jamani sikilizeni wajomba. Unajua kwa nini nasema kwamba Shanghai ni ulimwengu ambao ni mzuri? Shanghai kitu cha kwanza ambacho unakipenda, ngoja. Inabidi uweze kuact kama mzee, unaweza kutupigia hadithi, alafu ndio tukuelewe. Kuremberembe kama mwanamke. Pokeo na kadoti hapa kidogo, alafu na vinyore mpaka huku. Hapo sasa unaweza ukazungumza. Sasa utuambie wewe wanawake wa Shanghai unawajua vipi? Unajua wanawake wa Shanghai ni wazuri kwa sababu gani katika ulimwengu? Kwanza vile wanavyoimba. Staili zao wanazocheza. Wewe akaanza utaira wake pale kuchekesha wanajeshi. Unajua hata kama uko kwenye vita kuna wakati wa msiba, lakini inabidi uweze kusahau. Kufa kwa mwanajeshi katika vita ni jambo la kawaida kwa sababu unapigania taifa. Kuna mtu akachukua shati yake, uniform. Sasa wamesahau kazi. Na hii ni order. Kileta masiara adhabu ni kali. Bwana yao alikuja. Tension. Baba anatafuta uniform yake, amna. Nani kachukua uniform? Ikabidi kuweza kuchukua shati tu avae. Sikutegemea kwamba Captain Lee na yeye pia anaweza kaimba kama mwanamke. Nilikuwa nikiweza kufurahisha tu rafiki zangu hapa. Naimba. Nyimbo za mtaani. Inaonekana unazikumbuka sana. Lakini unaimba vizuri. Anaambia hapana mheshimiwa. Ndio nilikuwa nikiweza kujifunza. Li Dangcheng kwa makosa aliweza kuyafanya
lazima uweze kula mijeledi 10. 集合！1、 Unapigwa kuna hesabu kwa sauti. 2、3、4、5、6、7。 Ripoti. 接着打。 Zungumza. 他们正在 Wajapani wamejikusanya upande wa mashariki, wapo wa kutosha. 到。 Lakini si ulisema 10, Lieutenant? Mbona 10 hazijafika? Niongezee 10 nyingine. 小孩的。 Sana shangaa mabinti wadogo kama hao wanafanya nini katika mji? Kumbe binti ni dokta. Sasa alipoweza kumuona bibi, kipiga mahesabu kaumia, binti kaona. Akampelekea dawa. Asante. 谢谢啊。 Huyu akaondoka. Sana shangaa, mbona binti anaondoka hata ampaki? 我是后背受伤，我自己。 Sasa mimi nina jeraha huko nyuma nitajipakaje? Tafadhali nisaidie kidogo. Leta mimi nikupake. Wewe mbwa haikuhusu, sitaki unisaidie. Hiyo ni siku ya 3, The Defender inazidi kusonga mbele. Upande wa mashariki ndipo wa Japani wanapokuja. Wakawasubiria, wanaume wakakaa attention. Tayari wameshaweza kujipanga katika makundi matatu. Kuna wengine kaza wapo nje porini. Baba anasali, Mwenyezi Mungu nisaidie ili bomu leo lisinilipue. Wajapani wanakuja jamani. Baba. He? Shangaa kuweza kutana binti yake kaloa damu. Kumbe serious bibie hawezi kutoka na kuweza kwenda Shanghai. Hapa ni Baoshan. Unapovuka hapa ndo unakwenda Shanghai. Kwa hiyo binti aliambiwa kimbilie Shanghai kwa sababu kuvita ni vizito. Lakini no. Mizinga ikaandaliwa kuwekwa tayari. Bwana hapa ni pazito. Kitu wanakiita Defenders. Moto ukawaka. Jamani jificheni. Wemi Yang ndio mheshimiwa. Akaitwa na mkubwa wake bwana yao. Alimnongoneza jambo haraka iwezekanavyo. Ikiwa ni sheria hakuna muda wa kupoteza. Miyung akatoka. Udogo yeye huwa anatumwa kupeleka ripoti na taarifa. Miyung. Ndege za kivita ziko hapo juu tayari zimeshaweza kuingia katika mji sasa. Hapo ndo pazito. Yaani Mjapani alijipanga kitu ambacho Mchina alikuwa hafahamu wala hakuwa na uwezo. Mzee ndo anakumbuka Suju yuko nje, hayupo hapa ndani. Kule anabeba wagonjwa. Siogopi kufa. Chali yako anakimbia. Miyung huko anasema siogopi kufa. Siwezi kufa pia. Sijui katumwa kuweza kwenda wapi. Lakini wacha tuone. Maana nataka kuweza kuwapiga kiakili. Chali yako mpaka akakojoa na kuweza kunya. Haja kubwa na ndogo inatoka kwa wakati mmoja. Vita si mchezo. Harufu ni mbaya lakini utafanyaje? Miyung alipo kuna hatari. Kombora ni lazima kufukua pale ulipo. Sasa dogo kachanganyikiwa. Yale mabomu yamemchanganya kabisa. Huzi, Captain. Dogo anamuita Huzi. Huzi akakata uzi kweli. Mzee anaita Suju. Baba! Jifiche! Mzee anakwenda. Mr. Kao! Angalia! Zilipigwa mimi. Mzee biashara yake kaisha akiwa na panga lake chini. Binti yake anashuhudia, maskini ya Mungu. Baba Kwairi wanamuita Mr. Kao. Vita ni kali. Mzee biashara inaisha katika harakati za kuhitaji kuweza kumsaidia binti yake Sujung. Lakini ikawa ni tofauti. Jamani nisaidieni. Leader Cheng anaona na binti yuko katika hatari pale alipo, usalama ni sifuri. Sasa bwana yao akicheki wa Japani wanazidi kusogea. Anawasubiria. Kuna mipango ameweza kuipanga. Maadui wako hapa mheshimiwa. Watoto tujiandae kwa ajili ya kupambana. Jiandaeni kwa ajili ya mapambano. Jiandae kwa ajili ya kushambulia. Wanazidi kujisogeza. Charge! How? Lieutenant, muda ndo huu. Tushambulie, akaambia subiri. Bado. Mpaka Lei Zongzan atakapoweza kuanza. Lei Zongzan kumbe yuko hapo msituni na timu ya kufa mtu. Ndio maana hawa wengine walisema kwamba tutatoka nje kuwasubiria, kuwapa ile surprise attack. Huyu huku nje wanamuita bwana Lei Zongzan, ambaye ni rafiki yake wa karibu sana, anacheza naye sana draft. Yeye alijipanga hapa. Hoho.
Kila kijana akavuta kombora. Haya ndo wanaweza kuwapokea nayo. Hizo bomu spime. Unaweza ukasema ni ile bia ya Kirikou. Vipi, Lieutenant katoa oda timu yenu iweze kuelekea upande wa kusini kuzunguka maadui ya Kambeo kebabu kubwa. Vijana, kikosi namba 8. Tunae tukalipeni kisasi cha ndugu zetu walioweza kufa. Minyundo anafika kuleta ripoti sasa. Akili haiko sawa, ndo anajitengenezea. Akae sawa. Alikuja kwa kina Lee Dacheng. Yes. Hao ndo inabidi kuweza kuamsha mambo. Mkali wewe hapo bwana Lee. Kitu ikachomolewa. Doze. Hapo sasa. Walipenda shida. Open fire. Sasa wanataka kuwazunguka. Mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Kuweka kati. Wako zaidi ya 2,000. Lakini mpaka sasa hivi hatujajua Wachina wako wangapi. Na kila vita kumbuka wengi wanakufa. Idadi inazidi kupungua. Je, serikali ipo tayari kuweza kutoa vijana wa kutosha kwa ajili ya kuweza kulinda taifa? Wacha tuone. Vita ilipigwa si ya kawaida mzee. Tandika kisoso. Gonga fegi bwana. Naona kwa sasa kila mmoja anaweza kawa tajiri. Tajiri kivipi? Wewe ni kichani. Uko nje ulichoweza ukiona nini? Yaani unachoweza ukiona tu ni utajiri. Baadhi ya vitu wamefanikiwa kuweza kuvipata kutoka kwa Japani. Tumeua wa Japani 200 mpaka sasa. Nafikiri hata hichi tulichoweza kukipata ni malipo ambayo ni mazuri sana. Yao na bwana Lee, yao hapa. Mvutaji wa fegi moja agongeana upate na muda mrefu. Jamaa kona yake kabeba faida yake. Leader Chenga kaambia mjomba kausho. Wewe, Mautom. Kuwa kama mwanaume bwana. Takashi naamini kabisa kwamba kikosi chake tumeweza kudhibiti cha kwanza, atakuja kwa wakati mwingine. Kwa lazima tuweze kujiandaa. Kuna dogo uchali anaiba bunduki. Tanya. We ganda hapo hapo, njoo. Niache ende. Wewe, uende wapi? Kana majibu ya shombo. Kafuta kamepauka, kako kwenye uwanja wa vita. Lakini bado hujakuwa. Bado nataka kuweza kuiba bunduki. Uone nywele ndefu. Mimi mwenyewe pia ni hatari. Jina lako unaitwa nani kijana? Cheng Jingguang. Una miaka mingapi? Mimi watu wanasemaga na miaka 10 bwana. Umona? Nai, umetolea wapi? Umeiba? Kachukua ile bunduki. Kaisimamisha pembeni yake. Hebu angalia bunduki yenyewe ni refu kuliko wewe. Yaani inabidi uweze kuwa ndo uweze kukamata. Unahitaji kuweza kuwa mwanajeshi. Siku kikua nitakupatia moja. Lakini mimi ni mkubwa zaidi ya pisto yako. Kuna mtoto taira. Jana mjanja sana. Ngozana mimi. Wewe subiri. Alivutiwa sana kijana huyu. Kamtengenezea mavazi yake, mkanda alivyoweza kufunga kama mwanajeshi, anapenda sana mambo ya jeshi. Lakini ukiwa hapa, Isakawa amekufa, nafikiri hao mabinti wataweza kurudi mjini muda si mrefu, maskini ya Mungu, kwa sababu babake ameweza kupoteza maisha. Binti anamuita Sujun. Alikosa furaha kabisa. Sasa wakati huo general yuko zake hapa. Ikusato wa anasema katika kila mpambano
kila mnavyoweza kujiunga katika vita. ものは Jambo la pekee ni kuweza kuwa na mbinu za kivita ili kuweza kupata ushindi. あること。 Inafahamika katika mbingu na ardhi. これは Kuna maneno watu waliweza kusema kuhusu 言葉だが、 miaka 2000 iliweza kupita ndani ya China. Kwamba mtu wa Tao ni mtu wa namna gani? 汚い手を使うもんだ。 Ni lazima kuweza kuwa na kitu ambacho kitaweza kumpa heshima kwake mwenye binafsi na kufuta aibu ya taifa. Haya maneno sikuweza kumuelewa mwalimu wangu siku ananiambia maana yake ni ipi. Ni siku ananikabidhi mimi hichi kisu. 俺は式のことを言っている。 Lakini vile vile bado hayo maneno nayakumbuka. このまま利用し、 Kwamba kwa tamaduni ni asili. Sasa akamwita kijana wake. これをお前、 Kwa maana kupa ili panga. どんな時も Ulitumia au kutokuweza kulitumia? Hilo ni swali ambalo niliweza kumuuliza captain na kunipa jibu. Lakini fanya kazi yako. Utumie, usilitumie. Lakini majukumu ya kazi yako uyajue. Chali yako bado anazidi kuweza kutoa burudani kwa wenzake. Lee huyu hapa naye pia alikuwa ameweza kujumuika na wanajeshi wengine. Wanafurahi usiku nini, hakuna noma. Hata yao alikuwepo hapa. Na kwa mbali juu aliweza kumuona binti juu ya ukuta. Bibi anaweza kumuita Sunjung. Kumbuka jamaa na mke pamoja na watoto wawili. Alijua binti yuko katika huzuni. Baada ya kumpoteza babake, wao alikuja kuweza kumpa company kidogo. Hii ndio Kaute Baoshan. 这是我父亲生前每天都要练功。 Anasema sehemu hii ni sehemu ambayo babangu kila siku alikuwa akija na kuweza kujifunza kung fu. 曹小姐， Miss Kao, 节哀顺变， inabidi uweze kukubaliana na condolence yangu. 国难当头，应尊挺身。 Hani mambo ambayo kila mtu anakutana nayo katika swala kuhitaji kuweza kupigania ardhi yake. Kwa babako 一句， alifanya kitu ambacho ni cha kishujaa. Kuhitaji kulinda nyumba yake, kulinda ardhi yake na kulinda wewe pia. Ndio maana amekufa. 这就是我父亲想 Baba yangu alichokuwa kizo kihitaji ni kuweza kuhakikisha kuna usalama, safeguard ndani ya Baoshan. Anasema kufa kwa baba yako ni mwanzo wa vita. Mengi machafu yanakwenda kutokea baadaye. Kwa baba yako sasa ametoweka. Lakini chukua ushauri wangu. Rudi Shanghai. Usiendelee kukaa hapa Baoshan. Si salama kwako. 我从小在这长， Binti anasema nimekulia hapa. 我哪儿都不去。 Siwezi kwenda mahali yote. 况 Na ukijumlisha 我是战地服务团的队， nipo katika Battlefield Service kama dokta kuweza kutoa matibabu kwa wanajeshi ambao wanapata majeraha. 他们在干什么？ Wanafanya nini wale? 退了敌人， Wanafuraha kwa sababu wameweza kudhibiti maadui. 唱的是什么？ Nini wanacheza kimba? 花鼓戏， Hiyo ni flower drum by Deputy Lieutenant Colonel Bwana Lee anapenda kuweza kuimba. Ametokea Hunan. Na wewe umetokea Hunan? Akaambia pana, mimi nimetokea Haka. Kini rafiki yake ndo katokea Hunan. Yeye katokea Haka. Je, ni kwa muda gani utaendelea kuweza kukaa ukiwa katika ile eneo hapa? Yaani utakaa kuweza kudhibiti ile eneo hapa kwa muda gani? Ni swali aliweza kumuuliza Yao Zinqing. 你有家族， Unajua wewe una kazi yako. 我有国恨。 Nami nina kazi yangu ya kulinda taifa. 敌不退， Nitakaa kwa muda mrefu ambao maadui wataweza kukaa. Maana yake ni kuwa vile vile atakaa
hadi mwisho wa uhai wake. Binti alimpa heshima kama kuondoka kutaka kuzungumza mengi na Yao. Ni siku ya 4 Defenders. 南から入ったら俺が指揮を出す。お前は東から入る。 Wajapani walikuwa wakiweza kupanga mipango jinsi gani ya kuweza kuwapiga watu wao. Sasa wanataka kuweza kuwapiga katika pande mbili. 3人は俺が指揮を出す。 Nyinyi nyote inabidi muweze kufuata amri yangu. に宝山を落とす。 Hakikisha kwamba ndani ya mji tunaingia na Baoshen yote tunakwenda kuifanyizia. Huu ni wakati wa kwenda kumpa somo bwana Yao. ことを Mpatieni somo bwana Yao. 敵は本能寺にありってこと。 Haweze kujifunza nini maana ya uvamizi. Kwamba anayevamia kukimbia ni ngumu. Pande zote ambazo amelinda ulinzi wake wote hakikisheni kwamba mnauangusha. Mara kumekucha. Hii ilikuwa ni surprise. Walivamia usiku wase. Kitu ya kwanza ikajibu. Alo. Hapo ndo ilikuwa ni shule. Mwamba alipoweza kutazama, sababu ni mtaalamu wa vita. Haraka, vijana wote inabidi kujificha haraka haraka. Wako kusini, upande wa Li Dancheng. Katika hali kama hii, Li Dancheng kampani yake haiwezi kuwazuia watu wao. Kambe usijali. Beba vijana kadhaa. Mimi nitakwenda kwa Li Dancheng kuweza kumsupport. Alipokuja kucheki na upande wa pili, sio kusini tu. Aligundua hawa wanakuja pande mbili. Hata mashariki pia wapo. Kwa hiyo ni surprise ya Taki. Kwani wametushambulia usiku? Kwani wasishambulie muda ule ule? Inaonekana kuna kitu hapa. No! Zongzian, wewe na watu wengine elekeni upande wa mashariki. Alafu mimi nitakwenda kwa Li Dancheng. Mbie vijana aweze kunipatia askari wa kikosi cha 3 pamoja na 8. Ili kwenda kwa Li Dancheng. Akisheni mnawamaliza maadui kwa haraka na kuweza kuikamata Baoshen. Ni amri ya general. 报告，吕布来电，狮子林炮台方向有大批敌人正逼近宝山。Minyang. Anamba majeshi yaliweza kuingia sasa hivi ni mengi mno. Kwa hiyo signal ikatolewa pale pale. Amani kaweza kupangwa upya kipi cha kuweza kufanya ili kudhibiti tropu ya Mjapani iliweza kuingia hapa. 中贤、肖阳，看来敌人是想以人数之众几面进攻的战术，令我们首尾不顾，疲于奔命。最后， anaamini mpango wao hautaweza kufanikisha kwa sababu idadi ya watu waliweza kubakia ni wachache sana. 狮子林，中贤，你和马肖阳带1排、2排和预备连，赶往狮子林到宝山的必经之路杨家村，设伏阻击。但是，万万不可连战，敌退。 Kwa hiyo alichotaka kiweze kufanyika kwa sasa, hao inabidi tuweze kuwapiga kiakili. 接连战。 Kuwapiga kwa shambulizi la kushtukiza. Alielekeza vijana kadhaa waweze kutoka na kuweza kuelekea katika kijiji kimoja wanachozo kiita Yanglingi. Kwa sababu hawana idadi ya kutosha ya kuweza kupambana na Mjapani. Wengine wakaandaa singe ili kuua wote. Wako vizuri. Hatari wameshaweza kuwasogelea karibu. Ni singe zilitembea. Hapo kuwapiga kila pande. Vijana wengine ni woga, lakini katika vita ukiwa mwoga umekufa. Pambana kimenomeno. Vipi mheshimiwa, naona umekuja. Sasa hapa naweza nikasema bado napumua. Li Dancheng amekuja kusaidiwa na bwana yao. Wanapeana support sana. Wewe vipi, kamata singe upambane. Bwana mdogo anaambiwa kamata bayonet, yani singe, na upambane. Akachomoa. Saumbu wa kwanza huyu alikuwa na roho ya kuua, lakini inabidi kuua ili kuishi. Huku mwenzake anaonekana amezidiwa, dogo aliona. Li Dancheng kazidiwa. Kita huyu mpumbavu.
akamsaidia Li Dacheng. Sasa anakuja mpumbavu. I say. Ile jamaa aliweza kukabidhiwa kisu na general muda si mrefu kwamba akaambiwa tumia usitumie. Kazi ni kwako. Ya wakati wao anapambana kaikwa target, hajaona. Li Dacheng kaona kapita na huyu mpuzi. Mkongoto upigwe maana Karate Combat imelala hapo. Wanapiga kumfu. Kamata nyungu. Anajaribu moto. Akachomoa kile kisu alichopewa. Anataka kumjaribu Li Dacheng. Piga na jabali akaachia kisu, sasa kinapelekwa kwa kafu, kinazama mdogo mdogo. Mdo kwenye moyo. Baba ni jaji. Zamisha yote. Kama kisu ulipewa ukaambiwa utumie au usitumie, sasa kimetumika kwenye mwili wako mwenyewe. Pumbavu. Bado kazi wanayo. Ripoti Kreno. Anaambiwa Captain Kiyoshi alikwenda kupiga vita upande wa kusini kauawa. Mwambie kikosi kiweze kurudi nyuma haraka. Kujipanga upya. Yaani timu irudi nyuma haraka iwezekanavyo. Kiyoshi kwisha habari yake. Tena upande wa kusini ndio aliweza kumuondolea kule. Nipatie waini. Waini ya nini wewe leta? Lakini unajua tuko katika vita. Kashamwona binti ambaye anampenda. Usijong. Hey! Wewe kuwa mwanaume basi. Hebu to hiyo haraka. To hiyo. Anaona binti anafanya kazi anateseka, hakuna kuweza kumhudumia na alishampenda. Kuna maji hapa. Sasa jamaa binti akashukuru. Kweli ni maji, sio waini kama jamaa alivyokuwa anamzingua. Wewe captain, njoo angalia huku. Mbona nita haraka hata sijamaliza kuweza kuongea kitu na huyu mwanamke. Mwanamke anampenda lakini kumwambia ndo kazi. Bado Sujun anaendelea na kazi zake za kusaidia wanajeshi. Yao. Wangapi wamekufa? 31. Wangapi wenye majeraha? Anaambia hilo sifahamu mheshimiwa. Ufahamu kazi yako nini? Nini unachozo kifanya hapa? Nenda kachukue majibu kwamba wangapi wana majeraha, alafu nipatie bunduki. Wamekufa 31. Wenye majeraha julikani wangapi, dogo anasema juu. Tension. Ilibidi kupiga risasi juu kuweza kuaga wenzao waliweza kufariki. Kwamba ni mashujaa, wataendelea kuweza kuwakumbuka wamekufa kishujaa kwa ajili ya taifa. Wanapiga risasi juu. Kila mmoja attention, saluti kwa watu wetu, ndugu zetu waliweza kufa katika uwanja wa vita. Baada ya vita hivi wanapiga mahesabu wamebaki wangapi. Ni mziki mzito. Tushapoteza mpaka sasa ndugu 93. Ina maana kwamba kwa sasa kwa idadi ya watu waliokuwa nao tuna uwezekano kule kuweza kuwazuia wa Japani. Wataendelea kuweza kuja. Bado tuko 400. Kati yetu sisi tuko 400. Sasa Japani huko 2000. Na siku zinazidi kwenda, wanazidi kupungua. Binti aliitwa hapa kwa sababu ya kuweza kumfanyia matibabu wanayao kwa sababu alikuwa ameweza kupata jeraha. Toa nguo yako basi. Acha nitafanya mwenyewe. Siku iliweza kufuata, brigadier alikuja. Lieutenant, bwana yao, nimekuletea vijana wengine wapya utakaweza kujumuika nao katika vita. Yaani tumepoteza vijana wengi alafu wanakuja kuweza kutupatia si vijana wachache kweli. Li Dacheng aliambiwa waongozi. Yoka kulia. Chapu. Brigadier ndo kaleta vijana hao kwa bwana yao kuja kucheki mazingira. Hali si shwari. Jana wamechafuka kweli, lakini wanapambana kwa ajili ya taifa. Watu
wanapoteza macho, lakini vita inaendelea. Wanaita Defenders. Haya mambo yalianzia Agosti 13 mwaka 1937. Muda. Anasema kwa sasa licha ya silaha, hata chakula kilichokuwepo hapa ni chakula ambacho ni kidogo. Lakini tunapaswa kuweza kujua kile kidogo tulichokuwa nacho ni lazima tuweze kushare. Kazi ni moja, kuhakikisha tunafanya kila kitu kuhakikisha kwamba tunailinda koti ya Baoshan. Naamini Baoshani nimeikabidhisha katika mikono yako ambaye naamini ni salama. Lakini kama Baoshani kiweza kupotea, no option. Ndivyo mkubwa alivyoweza kumwambia. Yeye akatoka, anasepa zake, nafikiri anaelekea Shanghai. Kila mahali ni damu, inabidi kuweza kumwaga tu, kuifuta ile damu. Maiti zinapita, binti hofu. Vipi unaogopa kufa? Kambia hapana. Baba yangu ndo anahofia mimi kuweza kupotea. Kwa sababu mimi ndo mrithi wa kizazi cha 3. Kwa baba yangu na mama yangu. Hii ni barua kutoka kwa baba yangu. Mimi siogopi kufa, lakini wao wanahofia na wana hofu ya kunipoteza mimi. Anaambia hata mimi mwenyewe pia siogopi kufa. Hey miss, je, unaogopa kufa? Kwa sasa niko mwenyewe. Siwezi kufia chochote. Inabidi kuweza kujipa matumaini tu. Lakini kifo kila mmoja anakiogopa. Rudini kwenye kazi, maana hata bibi alikuwa akiweza kusikiliza. Huko kwa Brigadier Fang, ripoti zilikuja. Kwenu huo. 你还有多少人？我们团只剩1个预备营的兵力了。我命令你， Wamebaki vijana wangapi kwa sasa? 火速赶往宝山，增援杨子清。 Baoshani inahitajika kuweza kupelekewa vijana wa kutosha, na hiyo ni oda, lakini bwana anaambia vijana waliweza kubakia ni wadogo mno. Haraka naenda nao hao wachache ndani ya Baoshani, na yao Zinqing aweze kupata support. 让你去率领个营， Tuma maneno kwa bwana yao 继续斩之一兵。 kwamba apambane kadri ya uwezo wake kuhakikisha kwamba haipotezi Baoshan. Yaani katika kambi kubwa walibakiwa na vijana wachache. Idadi ni ndogo sana. Lakini hao ndio wanatakiwa kuja kuweza kutoa support huko. Kwa simu aliweza kuipata kwamba afanyavyo. Hakuna kurudi nyuma. Pige wagaragaza. Si kutoka ndani ya Baoshao. Baoshao itaki kupotea. Kwa kikosi kiandaliwe kwa sababu ya kuweza kuelekea katika ulinzi wa Baoshao. Matibabu anaendelea kama kawaida. Li Dacheng yuko na wenzake wanapiga story. Anasema baada ya masaa mawili huenda wa Japani wakaweza kuja. Na masaa 4 baadaye nimepewa taarifa kwamba ndo Inforce itakuja. Yaani kikosi kingine kitakachoweza kuwasaidia. Dr. Gi, tumeambiwa kwamba kikosi kipya kiko njiani kinakuja. Watu wakafurahi. Wakijua ni kikosi kikubwa, lakini kopo ni siri ya bwana yao. Sababu wanaojua wanaokuja kwa sasa si wengi. Lakini lazima tuweze kupata Inforce kwa ajili ya kuweza kuweka Baoshan katika usalama. Zongzian, wewe pamoja na watu wako utasimama katika mstari wa mbele. Captain Ma, Captain Ye, ongozeni vikosi vingine. Lakini Zongqi, 军中不可一日无帅，金家宅我去。我命你留守宝山，执行命。 mimi nimekupa oda wewe uweze kubaki ndani ya Baoshao. Usiogope. 是吧？仲学，我如有不测，你一定要等援军到来之前守住宝山。别争了。小杨， kwa ile mtuma rafiki yake kwa sababu ya kuweza kuweka ulinzi katika mstari wa mbele wa Baoshan. 是。 Na pindi watakapoweza kurudi, kuna mambo mengine watakaweza kujadili kwa pamoja. Huu ni rafiki yake. Na hiyo ni amri. Kwa hiyo alimtaka aweze kukaa katika front line. Naye alipenda ile swala. Tena sana, alifurahi kuweza kusimama mstari wa mbele.
ila jamake hakupenda sana hili jambo, ila ni amri. Anaambia kumbuka, 都收。 kutoka katika hii jehanamu huu wakati, yani kumbuka kutoka katika hali ambayo ni mbaya, usije ukaingia katika kifo. Jitoe katika hiyo jehanamu. Kaambia usina wasiwasi kuhusiana na mimi. 那把戏还没讲完呢。 Hatujamaliza kuweza kucheza cheese, kwa hiyo ni lazima nirudi mpaka nihakikishe kwamba kuna siku na kufunga. Basi vizuri, natumai utarudi salama na nasubiria uweze kurudi ili nikufunge game lingine. Akampigia saluti partner wake ambaye anakwenda katika mstari wa mbele kama alivyoweza kumomba mkubwa wake amtangulize mbele. Yeye atadili na maadui wakati wanasubiria reinforcement nyingine ije. Siku hiyo jamaa yako hakuwa na furaha kabisa. Imani yake ilikuwa ni ndogo. Yao Ziquin kiwa padogo alimfuata. Na mshangaa tu akamwita, kuna kitu alikuwa akiweza kukichonga. Ni kinyago. 你在干什么？ Unafanya nini? 你刻的是我吗？ Unaitengeneza kwa ajili yangu? 你觉得像你吗？ Nafikiri anaonekana kama wewe. Yep. Taarifa, mafaili ya ripoti moja kwa moja kwa general kwamba kuna reinforcement inaelekea Baoshan ya Mchina. Walipata hizo habari. 直ちに司令部に連絡を取り、空からの総攻撃を要請しろ。そして矢槌。 Sasa amri iliweza kuitoa, itolewe amri waweze kupata air force ambayo itaweza kupiga kwa juu, yani zile ndege za kivita. Kwa hiyo waamuriwe na pia tujiandae kwa sababu kuweza kuiangusha Baoshan jamani. Mambo yakakucha nje. Kulikoni? Madui wameanza kutushambulia sisi kabla sisi kuwapiga wao. Oh. Yao kiwa zake hapa. 吕座， Dear Brigadier General. 是 Ndio. 援军被包围了。 Reinforcement yote imeondoshwa. Leader Cheng, 是。 mwambie aweze kujiandaa kwa ajili ya vita. Reinforcement walikuwa wakiweza kuisubiria imepigwa kabla hata ya kuweza kufika. Kwa hiyo ni sawa. Yao kachanganyikiwa na paniki. Kime kimetawala. Toka rafiki yake ameondoka mpaka sasa hivi hajarudi. Hii mambo inakuaje? Lieutenant Kreno! Lieutenant Kreno! Bwana Lee! Bwana Lee! Lee ameumia mno. Ambaye ni Deputy Lieutenant Kreno. Zongzian ni rafiki yake. Chukueni haraka haraka. Nipatieni mikono hapa. Dogo akicheki ni damu. Nyinyi wawili fanyeni haraka. Mbeni mnifuate hapa, kila mmoja akata tamaa kabisa. Dokta! Miyung kaja huku speed maana kaambiwa ndio hivyo. Atoe taarifa kwa madokta kwamba kuna mgonjwa hali yake ni mbaya, sijui amechekazwa na bomu, sijui ndio risasi, maskini ya Mungu. Zao Zian yao haamini. Lakini dokta alipoweza kumtazama ilikuwa tayari walishachelewa. Kanisha. Dr. Gi, niambie nini kinaendelea? Hatuko naye tena. Unasemaje? Hayupo tena. Hapa ndipo yao walipochanganyikiwa kabisa. Mchana tu ametoka kuweza kuagana kwamba ndugu yangu nitarudi. 给我拿盆清水。 Nipatie bakuli ya maji. Kwamba ndugu yangu mimi nakwenda narudi.
Akirudi na kuja ili niweze kupiga bao katika chizi. Anarudi ni marehemu. Sababu ni jamaa yake, ilibidi kuweza kumwandaa kwa kila kitu. Acha usiguse chochote, nipatie hicho kitambaa, nitafanya mwenyewe. Yake achagi. Miyong maskini ya Mungu ni kulia tu. Anakafa mtu muhimu ambaye anamfahamu. Na hapo ndipo najua kwamba vita haichagui kapteni, kamanda, nani yoyote. Nenda ukajipumzishe sasa. Binti anamwaga maji damu. Mara ngurumo, bomu hilo. Kreno yao. Mwamba na shanga. Ilipigwa kitu. Ni pale katika ile hospitali. Iliachiwa bomu, wezi amini. Sijui ndo aliweza kuona lile swala. Chali yako anaweza kumuita binti, anaweza kumuita Eriwi. Najua alikuwa akiweza kumpenda sana bibie. Kwa akipiga naye story, akimuuliza vipi unaogopa kufa nini. Sasa maskini ya Mungu, ile tukio liweza kumkuta bibie. Wanamuita Eriwi. Eriwi. Sijui itaidi kufanya kila kitu kuhakikisha kwamba anamwamsha, lakini ndio hivyo. Dokta mkubwa na ule pia biashara ilisha. Msiba mmoja unaunganisha misiba mingine miwili. Papo kwa papo. Dogo alilia mno. Unathubutu vipi kukufa wewe? Yaani mtu anaongea mpaka unamwona sana kuwa mwenda wazimu. Kwa nini ufe? Kifo hakichagui. Kina muda wala saa. Wala kina taarifa wala hodi. Ongea. Ongea kwa sauti. Anaambia kikosi chetu chote kimetoweka. Mungu wangu. Majanga mengine. Siku ya 6. Kikosi chote kimetoweka. Ina maana kwamba wapo wachache mno. Sijui wako wangapi. Mimi sijui. Lakini ndo taarifa alizoletewa kwamba kikosi kwisha. Dogo hapa ni kwamba ndio hivyo. Kuna ibada yake ndogo alikuwa akiweza kuipiga, sababu hii ni kazi yake, lazima kuweza kuifanya. Kwa hiyo sidhani kama nina matumaini ya kuweza kurejea nyumbani salama salimini. Kama unanisubiri, basi hamna haja ya kuendelea kuweza kunisubiri tena. Inabidi muweze kusahau kila kitu kuhusiana na mimi. Jamaa kaambia nipatie na mimi bwana. Niweze kusaidia katika hicho unachohitaji kuweza kukifanya. Leader ya Chen. Naenda kuvuta fegi kila wakati. 报告营长，日军在东边集结。Yeye alipewa taarifa kwamba Japani wamejikusanya upande wa mashariki, lakini alitikia tu kawaida, okay. Poa, kuna noma. Anamuita Zongzian akijua rafiki yake bado yupo, maskini ya Mungu. Kiti kiko chenyewe. Ameshasahau kwamba kampoteza. Maana kiamkaga tu. Cha kwanza ni Zhao Zieng. Yuko wapi leo? Alilia kwa uchungu mno. Wapo wachache mno, na hiyo ni siku ya 6. Vuruga kila kitu kwa sababu hakuna yote wa kuweza kucheza nayo mchezo tena.
partner yake amepoteza maisha. Sigara alikuwa akiweza kugonga naye, sasa hivi sijui atamgongia nani. Majanga tupu. Hiyo ndo kazi ya jeshi. Na pindi vita vinapoweza kutokea ndo inakuwaga ni balaa. Ile Ashes akaisogeza pembeni, akaekea fegi baada ya kuweza kupiga chata kadhaa, kaeka upande wa rafiki yake kwamba bado ataendelea kuvuta naye tu hata kama hayupo. Mjomba, chakula kimeisha. Yaani stoku jikoni hakuna. Utapigana vipi vita? Chakula hamna. Hakuna kilichobakia. Ni shughuli tu. Tunafanya nini hapa? Ni bora wote tujiandae kuweza kujiunga katika uwanja wa vita. Si kukaa hapa jikoni. Nyinyi ni wapuuzi ni? Sasa kama hamna chakula tunakaa jikoni kufanya nini? Na angali ni wanajeshi. Ni kwenda tu kuweza kujiunga katika uwanja wa vita. Huko mbele safari watajua kama kuna chakula isokee. Kama hamna chakula basi ni kifo, kwa heri. Stoku imekata. Vikosi vimepungua kweli. Sijui wamebaki wangapi. Binti anakumbuka maneno jamaa aliweza kumwambia kwamba baba yako kufa ni mwanzo wa vita. Na kwa hali ya sasa jinsi ilivyo, machafuko ni mengi sana na kuja kuweza kutokea baadaye. Kwa ushauri wangu ni bora urudi Shanghai, lakini binti alimwambia nimekulia hapa. Na bado nina kazi ya kuweza kufanya matibabu kwa wanajeshi ambao wanapata maradhi katika uwanja wa vita. Kwa hiyo sina mali yote ya kuweza kwenda. Bwana yao. Hii ndo timu waliweza kubakia nayo kwa sasa. Hakuna vijana wengine. Hawa ndo vijana wa China waliweza kubakia. Mao Zedong. Toa ripoti. Kila mmoja atoe ripoti mahali ilipoweza kutokea. Hiyo ndo timu iliweza kubakia. Ndugu zanguni, Wajapani hawajaweza kutokea China. Wamevamia taifa letu, wanaiba vitu vyetu, wanabaka wanawake wetu, na bado wanataka kuweza kuchukua ardhi yetu. Sasa leo kwa kila mmoja wetu hapa kuhakikisha kwamba anailinda Baoshan, anailinda homeland yake. Nyuma yetu sisi kuna Zenjin, kuna Yungjing, kuna Jing'an, kuna Jingdong, kuna Sichuan. Hayo maeneo yote lazima tuyalinde. Leo nitasimama kama Yao Zingqing kuhakikisha kwamba naongoza timu hii hadi kufa. Tutaishi pamoja na kufa pamoja. Mani yao na hatima yao ni kuilinda Baoshan. Bwana aleta taarifa kimwambia mheshimiwa kwamba leo tunawezekana kuweza kuikamata Baoshan kwa sababu kikosi kilichoweza kubakia cha China ni wachache mno, hawawezi kutudhibiti. Anamwambia vizuri. Anasubiria muda. Sasa ni mbele kwa mbele. Kikosi cha miguu kikatangulia pamoja na tanki hizo, vifaru. General leo anataka kuweza kushuhudia kwamba Baoshan inatoa katika mikono yao. Ni siku ya 6, kumbuka. La Cheng. Ndio. Leo ni siku gani? Leo Septemba 6. Ni siku 6 ndugu yangu. Bado tuko pamoja. Hili ni jukumu letu kusonga mbele. Binti akawa anapitisha chakula. Wewe nipe. At least mweze kushare bwana. Kausha. Hey. Binti, samahani. Leader Cheng alichokuwa kitaka ni japo tu
naweza nikauona mkono wako. Bibi akashangaa. Sio kutaka ndazi, anataka hata aushike tu mkono wa binti basi. Binti akampa ndazi na kutoa mkono wake haraka. Hakuelewa Li Dacheng ana maana gani. Maana amekuja kuweza kutoa vyakula, maana vita inakwenda kupigwa muda si mrefu. Chocho kidogo kilichokuepo. Mise, naomba uweze kunipatia 2. Maana leo nataka niweze kula chakula chote. Ilibidi kumpa tu. Maana mbele ni pazito. Kutoka tukiwa hai leo ni ngumu. Ni bora kama nikula nishibe nile kwa mara ya mwisho. Afu akampa mselake. Yeye akachukua 1, akampa mwenzake 2. Ana upendo mkubwa sana. Hakujali yeye, alimjali mwenzake alikuwa pembeni yake. Binti machozi yalimtoka. Maana hapa ngoma ni nzito. Susu, ni怎么来了? Kilichokuleta hapa nini wewe? Cao小姐. Tafadhali inabidi uweze kunywa hii. Dogo anamkubali sana yao. 别到处乱跑。来，给你的。哎，好了。 Alimwambia usizunguke zunguke. 姚营长， Lieutenant Crane Yao. 曹小姐， Nisikao. 骗了。 Hapa ni hatari. Fanya haraka na uweze kurudi. 魏明，马 Wemiung, 成。 是。啊，跟我走吧。 fanya mpango na harakati za kuweza kumtoa binti hapa. Na umtoe huyo kijana pia. Baba, ya sasa ni hatari. Ndege za kivita zinapiga. Meli za kivita zinapiga. Askari wa miguu wa Kijapani wanakuja, tanki zinakuja. Hapa kuna kutoka. Ni noma. Baba. Wanaita defenders. Walinzi. Ni charge open fire. Miyung. 命令，检阅子弹，放进那个打。是。找死你！ Hello. Miyung kuna mahali aliweza kutumwa kwamba watu waweze kujiandaa na kukaa karibu na silaha. Ila wasiweze kutumia silaha ovyo mpaka adui atakapoweza kufika karibu. Ndipo waweze kutumia silaha ili kuweza kusave silaha chache walizokuwa nazo. Ziwasaidie katika hii vita. Watu wamejikusanya na makombora ya kufa mtu. Hizi tanki ndo za kuweza kuzistopisha. Lazima kuweza kuwa na bomu za kutosha. Maana ndo hatari. Sasa wanataka kuweza kuwapiga kiakili. Wakizama ni kuweza kuwapeleka katika vijiji vyao kona tu kona, kupambana nao mpaka kieleweke. Ila wapo wachache. Binti naye anakuja huku kuangalia labda kuna wanajeshi wameweza kupata majeraha sehemu. Sujung anapopita ni hatari. Wewe unafanya nini hapa? Kwa nini umerudi? Nimekwambia uondoke. Anaambia mimi nina kazi yangu na una kazi yako. Nona. Kiburi ya binti kamrudisha. Na Miyung alimwambia huyu binti aondolewe hapa. Lakini anamwambia jamaa, una kazi yako, nami na kazi yangu. Na kazi ya kupigania taifa na kazi ya kuweza kusaidia wanaopigania taifa kama dokta. Oh. Baba anatukana. Hey. Kombora zinajibu, binti anatoa matibabu. Subutu. Hii sasa ilikuwa nzito. Dogo analia. Mama anapita huko katika mandaki. Sujun. Hii ni so. Binti alikutanishwa na moja, ilifukua ikampigiza pembeni. Hapo ndo wengi la hatari. Wengi la kufa mtu kwa mtoto wa kike maskini ya Mungu. Sujuni. Lile wakati linaendelea, Li Dacheng ambaye anampenda sana binti huyu, Captain Li Dacheng, ilimtingisha binti na kuweza kumtoboa. Alimuona, "We binti wa chuo!" Kabidi kumwaya. Alitamanigi hata kuweza kukamata mkono wa binti. Hey! Bibi asikiki tu. Upo salama? Ndio anageuka na kuweza kumwangalia. Ni Li Dacheng.
yupo salama. Leo ndo anatoa mkono jamaa mkamate, lakini ile siku alikataa. Leo anampa mkono jamaa mkamate ili aridhike. Ndicho alichokuwa kiweza ukihitaji, lakini hali ya binti ni shida. Alipoteza maisha. Lida Cheng hakuamini. Tafadhali usije ukaweza kufa nasi. Anamuomba usife na sisi. Na kuomba sana. Kumbe mwanamke biashara imeisha. Naomba usife. Subiri kidogo. Jamani, kuna mtu yote anaweza kaja hapa msaada? Watu wanapambana na vita. Dokta anatokea wapi? Rafiki zake wanashushwa. Lida Cheng anashuhudia. Hali ishakuwa ni mbaya. Hakuna mahali pa kutokea. Ni kombora inakwamisha. Fanyeni haraka muondoke, tanki inakuja. Wewe unaenda wapi? Dazu usiende, naambia pana. Ambia wote tupo katika bloodline. Toka, kachomoka na mabomu ili kupeleka katika tanki. Alipigwa risasi mingi. Kiwa hajafika mahali yote, Lida Cheng aliona lile. Akatoka. Lida Cheng lile aliona. Dazu. Lida Cheng akavuta zile kombora, naye anakwenda. Alikula risasi. Lida Cheng yao aliona kama, ndugu yangu usijali, bado ni 10 wings. Kwa maisha baadaye tutakutana mzee, tuko pamoja. Kama kuna maisha mengine tutasurvive tu. Kavuta mzigo wa kombora, jipiga katika tanki. Alisambaratika vipande. Wemi Yung mita 120. Milimita 120 ngoma ikafungwa. Wakawapa. Ibwana. Jana washanga nini? Kulikoni? Bado. Punguza kidogo. Charge. Wewe ndo nakutaka ikiwekea usawa. Kitu. Hiyo ilimpapasa jana. Hapo alimpa kitu yao na tabasamu. Wamemjeruhi ndo furaha yao. Hapa lazima akimbie, turudini nyuma maana ni mziki huu. Wao wakaacha kushambulia, sasa zikawa zinapigwa zile za mbali kwenye zile meli zao. Walitekenya eneo kubwa sana la uwanja wa vita. Hizo bomu sio za kawaida. Watu wanawaka moto. Hakuna mtu anayejielewa. Yao wanatoa amri, rudini nyuma haraka. Fall back. Ni kusaidiana tu. Vita ndani ya Shanghai, Bao Shani. Hao ndio wanajeshi waliweza kubakia. Ni idadi unaweza kuhesabu. Nafikiri ni kama 24. Kati ya wanajeshi 600. Sasa nafikiri ni 24. Napiga idadi yake. Mabaki wachache sana. Chelea kwa zake nje anaimba tu. Huko analia. Maana matumaini ya kuweza kuishi hakuna. Akiamini ile barua baba yake aliweza kumwandikia akimwambia kwamba itamlinda. Labda inawezekana kuweza kumsaidia, lakini hapana. Haiwezi kumlinda kwa lolote. Leo aliona cha msingi ni kuweza kuichana tu, haina faida. Maana yeye si wa kuweza kuishi. Walobaki ni wachache. Kifo lazima wakutane nacho. Wakubwa wamechanganyikiwa.
Hawana amri. Tutatoa oda gani? Tutatoa kikosi gani? Hakuna. Kilichobaki ni miujiza tu. Yao na timu ya watu wake kadhaa waliweza kubakia nao. Wataweza kuisaidia Baoshani. Yao Zingwin. 我命你立刻带人突围。杨子晴，杨子晴， alipigiwa simu akiambiwa timu nzima tayari imeshaweza kufa na kuamuru tu uweze kurudi nyuma, hakuna kingine. Alikata simu bila kuweza kujibu chochote. Mke anaangalia picha ya mumewe na jamaa aliamua kuweza kuandika barua kwa mke wake, na nafikiri mke aliweza kuipata barua ya mume wake. Maneno mazito sana. Kiamini kilichoweza kubakia kwa sasa si kuweza kurudi nyuma. Kama wenzake wengi wamefia hapa, basi ni bora arudishe wale ambao hawataki kuweza kubaki katika uwanja wa vita. Lakini kama kiongozi, kurudi nyuma kwake ni no. Hiyo ndo barua kwa ajili ya mke wake. Ikifika ataelewa kila kitu. Akaiweka katika kitabu cha ngozi. Wei Mingyun, ripoti. 集合所有弟兄。 Kusanya kikosi chote. Yeye ndo wakaongea kauli ya mwisho. Maana hapa kuna kufa. Hii ni hadithi ya kweli tunaipata ya shujaa wa China ambaye alipigana na majeshi ya Japani kwa siku 6 akiwa na wanajeshi 600 tu. Zidi ya Mjapani alikuwa na wanajeshi zaidi ya 10,000, lakini alimsumbua kwa siku 6 ama 7. Tutajua katika rekodi mwisho. Yao Zingwin alimwambia Wei Mingyun akusanye wanajeshi. Ngali imetolewa oda na mkubwa wake brigadia kwamba asepe hawezi kudhibiti watu wao, kwa hiyo arudi nyuma, lakini hana mpango wa kurudi nyuma. Ofisi yote ile aliamua kuipiga bomu kwamba hapa hawezi kurudi tena. Kila kitu ni kwamba aliamua kuweza kufutilia mbali kwa kutupa kombora. Na wanatoka ni mazima kurudi no. Mwanaume alikuja kuweza kukutana kikosi kama kiongozi. Colonel Lieutenant Yao. Bosho! Kwa sauti idadi yenu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 yendo 24 25 ndo sauti waliweza kuisikia. Yule Charisi anakuja naye amevaa magwanda. Kibo wewe. Kwanza akamnyang'anya bunduki, akamfunga vizuri. Kanapenda kuwa kakomando. Yaani yeye ndo 25. Hao walobakia ni 24. Leo jamaa amekuja na maamuzi magumu sana. Wei Mingyun, sogea mbele. Ndio mheshimiwa. Kamata bunduki. Shika hii. Nipe bunduki. Mao Zhaoyong, ndio mheshimiwa. Chukua watu wako, nenda nao Chengjingu. Ondokeni hapa. Ni amri. Watu wategeuka.
Ni kushoto, mbele tembea. Alitaka wanajeshi wote waondoke, warudi makwao, yeye atabaki hapa. Maana alijua kibaki nao wote watakufa, hakuna kumdhibiti Mjapani. Lakini kama kiongozi anahitaji kuwa na mfano wa kuigwa. Atapigana mpaka mwisho, mpaka tone lake la mwisho la damu. Lakini alisha hapa kwa ule binti Sujung kwamba nitabaki kwa muda ambaye adui yangu ataweza kubaki hapa ndani ya Boshan. Vijana wakati wanasonga mbele walikaa chini wakawaza, wakaona hapana, huu ni kiongozi wa namna gani tuliokuwa naye ambaye yupo tayari kuweza kufa kwa ajili ya ardhi yake. Anajiandaa kuweza kupaki bunduki za kutosha kwa ajili ya kujiandaa na vita. Wewe. Dogo wa kwanza akaamua kurudi, wa pili akarudi, watatu wakarudi, wote wakaamua kurudi, wakaona ni ufala. Tufe hapa hapa, tufe ndani ya ardhi yetu. Huu ni kiongozi ambaye anastahili kuweza kuwa kiongozi. Walirudi wenyewe. Kila mmoja akamata nafasi. Anasema, ndugu zanguni, katika hii vita hata kama tukifa tutaishi tukiwa kama mizuka ndani ya ardhi yetu. Kwa hiyo tupige vita mwanzo mwisho. Ni maneno mazuri yao, walitabasamu. Yemiao aliambiwa nakupa oda wewe. Cheng Jiangung ndio unatakiwa kuweza kuelekea katika huo mji. Lieutenant, sihitaji kuweza kuondoka na kukuacha. Nahitaji kubaki na wewe. Kaambia, umeona kuna nini kilichokopa hapa ndani? Hapa ni ndugu zetu 600 waliweza kufa. Ndugu zetu 600 wamekufa kwa ajili ya ardhi mama. Unatakiwa uweze kumaliza tulichoweza ukianza. Wewe ni mwanaume wa kweli. Pambana mpaka kufa. Weka heshima ya nchi yako. Hivyo ndivyo shujaa alivyo. Leo kama tukifa wote hapa, haya yaliweza kutokea, ni nani ambaye atakwenda na kuweza kuyazungumzia? Nani atakayejua? Tumeelewana? Ndio mheshimiwa. Huko analia. Akamwita bwana mdogo, anaweza kumuita Cheng Guini. Cheng Juini alitakiwa kuweza kuondoka na Miyang. Alimpa zawadi ya kile kinyago alichokuwa kiweza kukichonga. Akampa na bastola itakayomlinda. Nisikilize bwana Cheng Chingwani, nakupa amri wewe ya kuishi. Ni lazima uishi, sawa? Wemiyang, ondoka haraka iwezekanavyo, ni amri. Twende. Sasa wanabaki 23 tu. Kini aliona hapana. Aligeuka tena na kutoa heshima kwa Lieutenant Creno, yeye na bwana mdogo. Nikiwa kama Weng Miyang, ndugu wa vita ambaye nipo hai. Lakini hata ukifa bado nitaendelea kukutukuza kama kiongozi wangu. Ni siku ya 7, na kwamba vita ilipigwa wiki. Siku ya 7, the defenders 23 wanaume wa shoka sasa wanaipiga vita hapa katika mji. So unakona kona mingi hapa, wataelewa tu huo mziki wa mtu 23 kwa watu 2000 bala lake si la kitoto. Na Wajapani ndio hivyo wanajiandaa kiamini leo ni siku ya mwisho kwenda kumaliza kila kitu. Alipewa taarifa mheshimiwa kwamba majeshi yetu yote yapo tayari, na leo nafikiri itakopo ni shambulizi la mwisho kumtoa bwana yao na kuichukua Baoshan. Tumeelewana? Ndio. Mwamba
akajiandaa na wenzake barabara, wako na vifusi, unajua vya mabomu, ni wanavipangilia. Kiona tetemeko ujue tanki aliko mbali. Wajapani wametimba ndani ya Bao Ocean. Hizi kombora zote zinawasubiria kwa sababu hizi tanki ndo zinasumbua. Wakawapokea. Kulikucha. Yaani hata kama unakufa kufa na wako. Hiyo ndo kazi iliweza kubakia. Hey. Ilikuwa ni noma. Hii wanaita Defenders. Na huyu hapa ni the king himself kama kawaida. Wanawalia timing. Dogo anakula timing kwa sababu anahitaji kuingia katika tanki hapa. Yaani achomoke tu, apeleke kiuno pale kwenye tanki, afe tu na kulipua ile tanki. Yaani ile kifaru. Akachomoka na hizo. Sasa kuna mawili, tanki kuistopisha ni lazima uweze kukata hiyo cheni. Hiyo ni chuma. Baba. Hey. Wanaume, rudi nyuma. Amri yao sasa ni kuweza kujificha ndani. Chap. Kucheza nao tu kiakili. Njia ni huku. Nifuateni mimi. Wakazama hapo ndani kucheza nao. Okay. Baba. Mzigo wa mabomu unawahusu. Wanawasubiria. Wanaume akavuta kubwa yao. Vipi wakicheki bado tanki lipo. Dogo yuko chini, hali yake ni mbaya. Anavuta mabomu akajikusanyia makombora ya kutosha. Anasubiria ili tanki ikiwezekana kusambaratika nalo kabisa. Yuko na kombora za kufa mtu. Hii tanki kuhakikisha kwamba anaidhibiti. Hao Wajapani wanaokuja kufa nao kabisa. Watu wamejitoa. Anawasubiria mambwa. Che. Ho. Mshike wapo ndani. Waliwapapasa. Lakini silaha alizokuwa nazo ni chache. Kushinda hivi vita ni ngumu. Yaani kutoka hapa ni lakini wamekubali kuipiga mpaka mwisho. Hakuna mtu kukimbia, hakuna mtu kutoka. Japani anatakiwa kuweza kujifunza kwamba kuingia China, basi ajue kabisa kwamba wa China sio watu wa kurudi nyuma. Wakianzaga vita mpaka wamalize. Naona mbona vita ambavyo viliweza kupigwa kwa muda mrefu kuliko vita yote iliweza kutokea katika hii dunia. Hii vita Mjapani na Mchina ni ya kitambo sana. Kucheki kombora hii hapa wewe. Katoka na hizo. Kibu. Risasi inakuja ni ya moto. Kucheki tanki lingine hilo hapo. Kifaru hapo mzee. Yao the king huyu hapa. Ili kumsaidia kijana wake kumzamisha ndani. Waliwapapa sasa. Hiyo ngoma ndo hatari. Hilo tanki hilo. Hey. Piga kishenzi.
Kila mmoja ni hoi. Yao yupo hoi. Vijana wapo hoi. Pigwa singe no huruma. Lakini wanapambana. Chapa. Say. Ujama bado mbishi. Wako naye. Aisee wendi mahali unamfuata vipi bosi? Yaani alikuwa vampire. Katafuna nyama binadamu mwenzake. Lakini alipigwa singe. Mwamba bado anazidi kupambana. Wapo naye. Jana wanakufa kikatili. Huyu naye akajitosa kwenye tanki alikopo kwa ndani pumbavu zake. Chukua ya kwako. Kicheche huyo hapa. Yao Ziquin ndio amebaki. Wajapano na mwinda. Ni academy lakini alikuwa mkorofi sana. Kitu ambacho kiliwashangaza tunasema ni komando muda mrefu lakini kumbe ni academy kutoka wapo. Academy military. Lakini alipata cheo kikubwa na aliheshimika kwa sababu vita anaijua. Hapa mambo ni mazito. Hii sasa ni shughuli. Hali ya mwanaume ni hoi binta abani. Vuta mashine. Bado ni mshike. Ukutana naye umekula. Chinja. Wewe. Say. Walimpiga singe. Saidia bwana mdogo. Kina alihakisha na kufa na huyu mtu. Mbele kicheki mkubwa wake yule pale. Lieutenant Creno. Hajakaa sawa. Wakati anashangana alipigwa risasi. Yao wanakwenda chini. Lakini kabla ya kuweza kupoteza maisha, anaamini anakufa kwa ajili ya taifa. Basi kama kiongozi na kile alichoweza kukifanya, mambo mengi, kuna familia inamtegemea. Alikufa akiwa amepiga saluti kwa ajili ya heshima ya taifa, kwa ajili ya homeland, motherland. Hivi ndivyo alivyoweza kupoteza maisha. Yao Ziquin. Hii ni hadithi ya kweli kabisa. Ushujaa wa mtu huyu Lieutenant Creno. Dogo anaita naye alipigwa mingi tu. Kwa usumbufu aliweza kuleta kwa wanajeshi wa Japani. Mpaka siku anamuondoa Yao. Ndani ya siku 7 akiwa na wanajeshi 600 kati ya wanajeshi 10,000 wa Kijapani. Aliwasumbua kwa siku 7 na aliwapunguza hasa. Mpaka dakika za mwisho Wajapani wanamuondosha mtu huyo, walipata tabu sana. Na hata heshima waliweza kumpa kama shujaa wa pekee kutokea China. Dogo akaona kuliko kuweza kukamatwa kama mateka ama kuweza kuuawa na Wajapani, kwa heshima ya taifa lake, basi ni bora kujiua tu na hakuna kingine. Alijichapa risasi. Huku bwana mdogo Cheng pamoja na Myong wanakimbia kuweza kuelekea kule katika kijiji walichoweza kuambiwa. Kiona Novo ilikopo na ukweli wote na ndugu zao wote 600 waliweza kufa. Uko salama? Ndio. Nipo salama. Walimuhifadhi kwenye ile eneo. Na hata
Colonel General alihitaji kuthibitisha kwamba Yao ni kweli amekufa. Wajapani wote walizunguka huu mwili. Hakutegemea kwamba huyu ni mtu aliweza kuwasumbua kwa siku 7 na kikosi kidogo alichokuwa nacho. Bwana mdogo anageuka Miyong na kuweza kuangalia kwa mbali. Kimya kilikuwa kimeweza kutawala katika mji wa Baoshan. Colonel General alifika na walieka heshima kwa kuweka bunduki pembeni na kumfunika kwa heshima na taazima kama mwanajeshi ambaye ni shujaa. Dogo alipiga saluti, maana alijua kila kitu kitakuwa kimeweza kuisha kwa Colonel Lieutenant Bwana Yao. Kama kawaida yake Miyang, tarumbeta alikai mbali. Ishara ya ushindi na ukombozi utabaki kuwa tu, hata kama sio leo. Yeye kubaki hai ni kutetea taifa. Historia jamaa aliweza kuiweka ni Yao kupigana vita kwa siku 7 na majeshi ya Kijapani, akiwa na wanajeshi 600 tu kati ya wanajeshi 10,000 walikuwa na nguvu na uwezo mkubwa. Kifo chake kiliweza kustusha wengi sana, lakini historia inasema 38 serikali ililitangaza jina la Yao kati ya wanajeshi 300 ambayo ni mashujaa wa Kichina waliopigana kwa sababu ya kuweza kutetea uhuru na kumdhibiti Mjapani mpaka kuweza kutengeneza uhuru wa taifa. Kifo chake, kuzaliwa kwake mwaka ndio hapo. Na hii nimekwambia ni hadithi ya kweli, na huyo ndio alikuwa akiweza kumuita Yao. Hapo nikwambia sina la ziada. Pambana vita na wanajeshi 600 kati ya wanajeshi 10,000 si mchezo. Ndani ya siku 7 unasumbua taifa ambalo lina kila kitu. Basi tukutane katika wakati mwingine. Hii walikuwa kiweza kuita Defenders na The King himself. Nikwambia kwamba sina la ziada, zipo nyingi zinafuata. Kumbuka zote zinatoka Full Respect Family.